eneo ambalo kwa nini Afrika lina nguvu kubwa na asilimia kubwa wadada wengi wanaongoza kuuza nini mwili ni Afrika, si ndio? Jamani, si ndio? Na hili limeenda paka watoto ambao walikuwa waimbaji wazuri kanisani waliachishwa kwa sababu ya tendo la katikati. Wengi walikujikuta wanahama kumtumikia Mungu kwa sababu ya tendo la makolas leader, wapiga mziki, wahubiri wakubwa. Yani eneo hili linaitwa kiungo cha katikati kimeusurubisha mwili wa kanisa mpaka wanawake hawakaliki pamoja, hawapati faida, wanazeeka paka leo. Na hiyo ngono ni roho inayoliendesha taifa la Afrika. Mbona msemi amina? Leo hii uwezi kumkuta mzungu yuko Afrika hapa anauza baa. Uwezi kumkuta Mwarabu anahangaikia baa. Wanaongoza kuuzwa vinywaji na baa ni Waafrika. Na hii nimewaambia kutoka mwanzo. Dhambi hii ilianzishwa na familia zetu wakiamini kuwa uzinzi na kuoa haraka, kuzaa watoto bila ndo namba moja. Kuona sisi tunapapenda hapo kuliko maendeleo. Ndio maana ukiona Afrika mbea wawili kama na Godi hapa anasema njoo Godi njoo. Ukiona huyu Godi hapa mimi tunatembea Afrika, ukiona wanatembea watu wawili, hawazungumzi mambo mengine. Na ndio maana ukuta Godi hana gari, Sengi hana gari. Kwa maana wao hapa wanaongelea lazima tumpige yule. Lazima tumpige yule. Na yeye Godi anasema na mimi na winda kule. Na wanawake nao ukiona wanatembea wawili, nasema mimi yani yule mimi ndio vitu vyangu vile, yani vile pale. Hawaongelei biashara, hawaongelei kujumua nguo, yani Afrika. Ndio maana unaona hiyo roho inazunguka kwa sababu ina kipaumbele mno kwa wazazi wetu waliotuzaa. Walihimiza mno kuwa na mume, kuwa na mke. Hawakuhimiza kuwa na kazi. Jamani, si kweli kabisa? Utaona mimi hapa nakuwa tu baba, hakuna kuniambia wewe mtoto kafungue duka, tukuuzie shamba, tukuuzie ng'ombe kafungue duka. Yani rengoro ng'ombe hizi za kuolea mke. Na wanakuonyesha kabisa uoe kwa kina fulani. Yani wewe maisha yako yote unakuwa unawaza tu. Sasa hivi wakikuonyesha mke unaanza kuwaza nini? Unaanza kuwaza katikati tu. Ngoja niongea na ninyi hapa. Wewe walipokuambia mwanaume alipokuoa, uliona kambuni, uliona nini? Munijibu wote. Mbona mnajifanya mejizima? Godi mpe maiki Godi. Mliona wapi? Yaani mwanaume tu akisema mimi nakupenda, cha kwanza uliona kambuni, uliona duka, uliona safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tunapokuwa sisi, tunapomaliza tu shule hawakutaka twende shule tena. Yaani unapomaliza tu shule anasema kazi umeshamaliza. Ng'ombe hizo hapo. Nyumba ile yako. Hawajawahi sema shamba. Anasema kama sasa ukishaoa tunakugawia shamba la kulima lile pale la chakula. Hawasemi la kujengea nyumba. Hawasemi utatajirika nini. Wanakupa mke. Sasa huyo mke unaanza kufikiri. Baadaye utakuta unga umeisha, umeanza na kulia. Baba unga tena, wanaanza kukulisha. Yaani mawazo yao yote wazazi wetu walibezi kuoa. Na mpaka leo. Na mpaka leo hii. Sasa ile tumelisi. Sasa tumekuja wa kisasa. Paka kanisani. Yaani sasa hizi tumekuwa wa kisasa zaidi kuliko wazazi wetu. Mtu anatoka pale, akisha kuwa tu. Anamtafuta mlangoni mle, akifika hapa madhabahuni hapa ameshamaliza biashara ya kuoana, maisha yanaanza. Tunawaza hicho tu. Hakuna kitu kingine. Sasa tunakuja hapa, kanisa litapona? Na kwa nini lipone wakati wamemwambia sasa una miaka mingapi? 17. Hey. Sasa umemaliza shule?
unaendelea na masomo? Hapana. Kwa hiyo tuletee mkwe. 14 watoto size. Wanazaa watoto. Yaani anamaza tu darasa 7 una mkwe. Hawawazi kitu kingine. Yaani hapo sekondari hapo kienda hapo wanajua tu nikifika form 4 nikimaliza mke. Wapo, ina maana hapo sekondari siku hizi wamewapeleka ili waongezeke. Wawe na miaka. Wanaanza kutafutana hapo hapo. Ya kubale na kuoana. Tu anarudi wanamwambia sasa ng'ombe ziko wapi? Waliomaliza mwaka juzi wote wameolewa. Waliomaliza mwaka jana, yani ambaye hakubahatika kwenda shule wote wameolewa. Wana watoto. Hawazi haya, huyo muumulize hana mradi wowote. Huyo ametoka shuleni, hana kitu chochote, anategemea kwako ila sijui mnasikia jamani? Kanisa letu mko wae? Jamani, tuko live, tuna debate viungo hatari vinavyoweza kuharibu ndoto ya mtu. Kwa mfano hapo Mzee Godi nikwambie kitu kimoja. Mimi nilibahatika kuoa mke nikiwa na miaka 30. Na kilichofanya nichelewe na hapo ni ng'ombe. Zilikuwa hazipo. Baba alikufa akaacha ng'ombe hamna. Kwa nilianza kuhangaikia ng'ombe. Ng'ombe zingekuwepo. Maana mtindo ni ule ule wa miaka ile ya kuoa haraka na kuzaa haraka na kufungwa na gereza la haraka. Na sikuwahi kusikia kuwa mwanangu, tafuta kwanza fedha ili uje uoe. Sikuambiwa tengeneza kampuni ili mke anapokuja aingie kwenye kampuni lako. Kampuni nililopewa unenda katikati ukafanye sana. Vingapi? 7. Kula karanga na mahindi sana. Hapa kuwepo neno la kusema fanya kazi kwa bidii ili ndoa inapokuja isikutese. Naongea na watu hapa. Na ndio maana Afrika muda wote watu wakikaa unakuta wanawake wanajadili, wanaume wale hawana nguvu, wanaume wale hawana nguvu. Semaga hawana kampuni, hawana hela. Wekuta wapi nguvu? Wanaungua moto, hawana hela. Maana alioa manyonyo. Akaoa manyonyo na shishi. Anafika pana kuta shishi halilipi wala haliongei. Na matiti yameshuka yamekaa hivi. Hayazungumzi kinachoendelea. Pokea ufahamu kwa jina la Yesu aliye hai. Sijasikia watu wanasema amina. Hivi mtu mwenye mahitaji utamwambia afanye tendo la ndoa muda wote? Niwaulize swali. Kuna muda wote unamwambia akuti. Wazee wa zamani walikuwa wana majukumu. Wao kishaoa mke anajua ameoa ng'ombe. Maana wanawake wa zamani walikuwa wajui kuoga. Yeye hana shida, mafuta hamna. Na wanaume walikuwa wamejiweka vice versa hivyo. Kazi yao ni moja. Kulipiza kisasi. Maana waendi mbali, hawazunguki, kazi hawana. Kwa wao kazi yao muda wote anaoa wake wengi, anakula mahindi mengi, anajaza ya kukaanga, kazi yake ni kulipiza kisasi. Leo hii unaniona hapa nilipo. Haya wewe hapo unaniona kabisa baba amebeba ni ndoto, si ndio? Amebeba ndoto. Leo nina ndoto ambayo natafuta kuwa wewe uende nikufundishe uende mahali. Unaona ambacho wazazi wetu hawakupewa darasa kama hili. Sisi leo maisha yamebadilika. Uwezo ukasema unatafuta mapenzi ya kukaa muda mrefu kitandani na mwanamke, wakati nje unadaiwa vitu vingi na nyumba unapolala papaeleweki na vyakula havieleweki. Watoto hawana viatu vizuri. Watoto hawana, unaanza kuwaza watoto wa wengine. Watu wanainua mijumba, unawaza nyumba. Watu wananunua vyombo vya usafiri, unawaza. Leo hii, na ndio maana wewe ukiona unasema wanawake mnajadili, wewe hapa usijadili na watu wanasema wanaume hawana nguvu. Wanawake wa hapa muache tena, temeni mate chini.